7 Kutoka 32:7. Kuharibiwa kwa nafsi ya mtu na Shetani. Kama kuna vitu tungehitaji sana kuvifanya ni kuiweka nafsi ya mtu iwe sawa. Kutoka 32:7 tuanzie hapo. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Musa, haya sasa shuka. Wakati huo Musa yuko siku 40 mlimani, alikuwa akipewa sheria au amri. Alafu Mungu akawaona wana wa Israeli huko chini wametengeneza ndama, wameanza kujiabudia. Na wakati wanaabudu huko chini, Mungu anamwambia Musa mlimani, haya sasa shuka. Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Shuka, kawaangalie watu uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Na ujumbe wetu kuharibiwa kwa nafsi ya mtu na Shetani au adui. Haleluya. Hawa watu Mungu aliwatoa Misri, akawapa ahadi ya kuwapeleka Kanaani. Lakini wakati wakiwa safarini, kwa sababu nafsi zao zilishakuwa zimeharibika, wakajikuta wanatembea katika uharibifu ule ule ambao walikuwa nao. Kwa hiyo wamefika jangwani na Musa ameenda kumtafuta Mungu. Wakati Musa akiwa mlimani, wao huku wakaanzisha vitu vingine, wakaanza kufanya mambo yao. Kwa sababu hiyo Mungu akamwambia Musa, kawaangalie wale watu uliowatoa Misri. Pale ulipowaacha wamejiharibu nafsi zao. Hawa watu nafsi zao hazikuharibikia jangwani tu, zilishakuwa zimeharibika tangu wakiwa Misri. Jamani, haleluya. Nafsi ya mtu kiroho, Shetani anaweza akaiharibu. Nafsi ya mtu kiroho inaweza ikaharibiwa. Na nafsi ya mtu ikiharibiwa, maisha ya huyo mtu yameharibiwa, afya ya huyo mtu imeharibiwa. Nafsi ya mtu ikiharibika au ikiharibiwa, hawezi kupokea mambo ya Mungu. Unaelewa vizuri? Hawezi kufanya nini? Kupokea mambo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake imeharibiwa au imeharibika. Kwa nini hawezi kupokea mambo ya Mungu? Kwa sababu kati ya mwili na roho, kiunganishi kilichopo katikati ni nafsi. Kati ya mwili na roho, kiunganishi kilichopo katikati ni nafsi ya mtu. Kwa hiyo ili huyu mtu afanikiwe kimwili, anahitaji kupokea mambo kutoka ulimwengu wa roho ili aje ulimwengu wa mwili. Na kwa sababu hiyo yanahitaji kufika ulimwengu wa mwili ili azae matunda. Kinachoweza kuwa daraja kati ya vitu ulimwengu wa roho na kuja mwilini ni nafsi ya mtu. Ikipata shida nafsi ya mtu, hawezi akayapokea mambo kutoka rohoni yakaja mwilini, na hayawezi mambo yakatoka mwilini yakaenda rohoni. Jamani, haleluya. Kwa sababu mambo ya kiroho yanahitaji kutafsiriwa kiroho, mambo ya rohoni yanahitaji kutafsiriwa
na nafsi ya mtu ndipo yaende mwilini. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama nafsi yako ikiharibiwa kiroho, hauwezi ukapokea mambo ambayo yanatoka rohoni kuja mwilini, kwa sababu nafsi ambayo ndiyo daraja imeharibika. Nisikia vizuri? Amen. Hapo ndipo pale ambapo utakuta mtu anatafuta uso wa Mungu kwa muda mrefu bila kujua shida iko wapi, wakati shida ni nafsi imefanya nini? Imepata shida. Kwa hiyo anatafuta uso wa Mungu, Mungu anaongea, lakini ili sasa yale ya rohoni yaje mwilini na yatokee, panahitajika nafsi ambayo ni daraja itakayoweza kuvusha mambo, ichukue katika roho ipeleke katika mwili, ichukue ya mwilini alafu ipeleke, itafsiri, ipeleke rohoni. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mambo ya rohoni yanatafsiriwa na nafsi, yanakuja mwilini. Nafsi ikiharibika kama daraja, mambo ya kiroho hayawezi kupita kwenda mwilini. Ndio pale mtu anakuambia maono yalikata, maombi yamestopu, nilikuwa mwonaji sioni tena, nilikuwa naomba siombi tena. Daraja imeharibika. Jamani, haleluya. So Yesu akasema roho irabi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa nini? Udhaifu wa mwili unatokana na nafsi. Jamani, haleluya. Na kwenye nafsi sasa ndiko ambako tafsiri inaletwa mwilini. Kwenye nafsi ndiko kuna hisia, ndiko kuna kupenda, ndipo hapo sasa kuna kila kitu. Akili ukifinywa unaumia, ni nafsi. Amen. Kwa hiyo ili tupate matokeo mazuri, lazima kuwe na uhusiano mzuri kati ya nafsi ya mtu na ulimwengu wake wa roho, kati ya nafsi ya mtu na Mungu wake. Jamani, haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nafsi ya mtu inaweza kuharibika au kuharibiwa, na ikiharibiwa, shetani halengi tu kukuharibu wewe, analenga pia kustopisha mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa kukufikia. Ili asikufikie, lazima ahitilafu nafsi yako. Jamani, haleluya. Nafsi ya mtu ni injini ya mtu, iwe kiroho au kimwili. Kwa nafsi yako ndiyo itakayoamua maisha yako. So Mungu anawaambia wana wa Israeli, anamwambia Musa, nenda shuka. Ukishuka kule, nenda katazame watu wako uliowatoa nchi ya Misri, wamejiharibu nafsi zao. Kilichotokea ni kwamba nafsi zao zilishakuwa zimeharibika kitambo wafike jangwani. Kwa hiyo pale ilikuwa ni uendelevu wa kule nafsi zao kufanya nini? Kuharibiwa. Jamani, haleluya. Ndio maana wakiwa jangwani walikuwa wanasema, je, Misri hapakuwa na vyakula? Hapakuwa na hii. Kwa nini walikuwa wanakumbuka? Tayari maisha ya Misri yalishaathiri ulimwengu wao wa roho na nafsi zao pia. Kwa nafsi zao zilishakuwa zimeathirika na maisha ya wapi? Ya Misri. Kwa hiyo hawakuwa na uwezo tena wa kuweza kuelewa Mungu anataka kuwasaidiaje. Na kwa sababu hiyo nafsi imeharibika, tafsiri ya Mungu kuja mwilini haiwezi kuwapata. Kwa hiyo wao wakawa na tafsiri maisha yao kulingana na vile wanavyoona. Na tafsiri ya mwilini sasa, kwa sababu haiendi rohoni, inaishia mwilini, wanabaki kuwa pale pale na hawana matokeo mazuri. Jamani, haleluya. Utaona nafsi zao ziliharibika kitambo. So Mungu anawatuma, anamwambia Musa, nenda watume wapelelezi katika nchi ya Yeriko, na hao waje wakuletee taarifa ule mji ulivyo. Wao wameenda 10, wanarudi na wanasema sisi ni mapanzi. Kwa nini ni mapanzi? Nafsi zao zilishapata shida, zilishakuwa zimeharibika. Jamani, haleluya. Kwa hiyo wakati Mungu anaongea rohoni, yale mambo ya rohoni hayakuwa na uwezo wa kufika kuleta taarifa mwilini. Kwa hiyo mwili ukawa una tafsiri maisha yao.
Jamani, haleluya. Ni kama mtu anakuambia sukuma ili jengo lote lianguke, unaona kabisa kimwili haiendi. Ndivyo walivyokuwa wao wanajiona kwa yale majitu. Kwa ni kama unaambia mtu sukuma hii jengo lianguke. Kwa wao akili zao na miili yao wanasema hapana, hatuwezi tukaangusha hili jengo. Hawa watu hatuwawezi. Umenisikia vizuri? Kwa nini? Nafsi zao kama daraja zilishakuwa zimeshambuliwa na zimepata shida. Na kwa sababu hiyo, taarifa ambayo Mungu alikuwa anaongea rohoni ili ije mwilini sasa abadilishe aina yao ya kuona na kutazama, ikawa ni ngumu taarifa kuwafikia, kwa sababu nafsi ilishapata shida kitambo sana. Jamani, haleluya. Kwa hiyo nafsi ya mtu ikiharibiwa, ndipo pale unasikia, mchungaji nilikuwa muonaji, sioni tena. Mchungaji nilikuwa muombaji, siombi tena. Mchungaji saa hii siwezi kabisa hata kufunga, ila nilikuwa mfungaji mzuri sana. Nilikuwa ninasoma neno, lakini saa hizi nikichukua Biblia ninalala. Hata kiu ya neno lenyewe halipo. Kwa ninachofanya ni kuchukua Biblia na ilalia pale kichwani hivi. Ya imani umesoma. Jamani, haleluya. Kilichopata shida ni nafsi yako. Jamani, haleluya. Nafsi ikipata shida inaharibu kila kitu ambacho kilitakiwa kufanyika kimwili. Jamani, amen. Kwa sababu lazima pia wewe usome neno kimwili kwa akili, alafu lile neno linachukuliwa na nafsi yako linapelekwa rohoni, alafu nafsi yako inatafsiri neno kwenda rohoni. Jamani, haleluya. Hawezi roho akaja akasema mimi nitasoma mwenyewe. Hapana, atasoma neno la Mungu kupitia mwili wako. Kwa atautumia mwili wako kusoma neno. Kazi ya nafsi inachukua lile neno inatafsiri kwenda rohoni. Ili roho ishibe, lazima mtu asome neno kwa macho ya mwili. Umenisikia vizuri? Amen. Ndipo sasa lile neno linaenda rohoni. Likienda rohoni, likirudi ni ufunuo, likirudi ni baraka, likirudi ni uponyaji. Jamani, haleluya. Lakini lazima nafsi ya mtu iwe na uhai na isiwahi haribika. Amen. 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 Kwa hiyo unahitaji nafsi yako kuwa vizuri ili upokee baraka za kiungu. Lazima uiombee nafsi yako. Uhusiano ulioko kati ya nafsi na mwili, kati ya nafsi na roho, lazima ujue namna ya kuombea ili yale mambo ya rohoni yaje mwilini na uotazame kwa picha ya Mungu. Lazima nafsi yako iwe sawa. Jamani, haleluya. Kwa sababu kazi ya nafsi ni kukuletea tafsiri sahihi za kiungu. Mmenisikia vizuri? Shetani anapokuja kushambulia maisha ya mtu, hapigi kitu kingine, anaanza kuiharibu nafsi. Mmenisikia vizuri? Ndio hilo nasikia. Huyu nafsi yake tumeishika, iko kwenye chungu. Nafsi yake hiyo tumechukua, iko baharini. Nafsi yake hiyo tumechukua, iko mahali fulani. Wanachoshika ni nafsi yako. Ili maisha yako yasimame, wanaharibu, wanaenda kuharibu nafsi yako. Jamani, haleluya. Sio kwamba Mungu hasemi. Ile kwamba wewe kiu ya maombi imekata haimaanishi Mungu hasemi. Mungu anaongea. Umenisikia vizuri? Ile kwamba wewe saa hizi hauna tena ile ladha ya maombi na kiu ya maombi, usiseme Mungu siku hizi hasemi. Mungu ni yule wa zamani. Kwako ndio hasemi. Umenisikia vizuri? Mungu anaongea kila wakati. Ila sasa ili upate taarifa kuwa Mungu anaongea, nafsi inahitaji kuwa nini? Salama. Jamani, si ni sawa? Haleluya. Haleluya. Nafsi yako ikipona itachukua mambo ya Mungu na kukuletea mwilini. Ndipo unasikia Bwana asema, Mungu amesema na mimi kwenye ndoto. Ndoto sio kwamba hauoti, ndoto unaota. Ila kinachofanyika ni nafsi iliharibiwa. Ndoto unakuta unaota nyingi. Ili sasa ndoto zisiishie kule ulikoota, ili zije mwilini, lazima nafsi yako itafsiri. Ilete wapi? Mwilini. Ndipo mtu anasema, baba niliota ndoto 1, 2, 3, 4. Nafsi ya huyo mtu haijaharibika katika ulimwengu wa ndoto. Jamani, haleluya. Kwa adui anapokuja, anakuja kushughulika na nafsi ya mtu. Anajua akishaipata hiyo, amevuruga kila kitu.
na maisha yako yatasimama, hayaendi tena, hayasogei. Kwa sababu ili asogee tunahitaji ule chakula cha roho ni neno. Jamani, haleluya. Sasa ili chakula cha roho kiliwe, mtu ashibe, lazima asome neno, alafu nafsi ichukue, kuliko na akili, kuliko na hisia, ichukue lile neno ilishe roho. Jamani, haleluya. Kwa hiyo ile neno unalolisoma ili likuletee matokeo na lizae matunda, lazima nafsi yako iwe vizuri. Jamani, haleluya. So nafsi yako kama daraja lazima iwe salama, ili ule upate matokeo unayotaka. Lazima nafsi yako iwe vizuri kiroho na kimwili pia. Yenyewe ni daraja. Amen. Amen. Kwa hiyo kilichowafanya wana wa Israeli wakakwama na hawakufika Kanaani, wakaishia jangwani, ni kwa sababu nafsi zao zilipata nini? Shida. Mungu anaongea kwa tafsiri hii, wao nafsi zao zinatafsiri kitu kingine kabisa. Mungu anasema hapana, wao wanasema ndio. Shida ni nafsi zilifanya nini? Zilipata shida. Ndio maana wanamnungunikia Musa pamoja na nani? Na Mungu. Wanamwambia, umetaka kuja kutulia hapa jangwani. Haleluya. Bwana aifungue nafsi yako leo na uwe mzima. Amen. Jamani, haleluya. Kuna mambo usiseme Bwana aseni, mbona ninafunga? Rudi kwenye nafsi yako. Usiseme mbona sijapokea? Kagua nafsi. Jamani, haleluya. Niliwafundisha, Mungu anasema hivi katika Yeremia 29:11, anasema hivi, ninajua mawazo ninayowazia. Jamani, haleluya. Na nikawaambia, mimi na wewe ni matokeo ya mawazo ya nani? Ya Mungu. Kama mimi na wewe ni matokeo ya mawazo ya Mungu, Mungu anasema ninajua mawazo ninayowazia. Kwa hiyo kila lisaa, kila dakika Mungu ana wazo lake kwa mwanadamu. Jamani, haleluya. Nikakwambia ndani ya mawazo ya mwanadamu kuna wazo la nani? La Mungu. Kila nyakati ambazo mtu anapitia kwenye maisha yake kuna wazo la Mungu kwenye hizo nyakati. Ila sasa huyo mtu ili ajue mawazo ya Mungu ni yapi, lazima nafsi yake iwe nini? Vizuri. Haleluya. Ili ujue Mungu anawaza nini juu yako saa hii. Yeye anasema ninawawazia mema, ili upate kujua lile wazo la Mungu. Unahitaji nafsi yako kuwa sawa. Amen. Kama yeye anatuwazia mema, maana sisi tunatakiwa kujua wazo la Mungu sahihi ni nini. Ili sasa tujue wazo la Mungu sahihi ni nini, lazima nafsi hiyo imekaa vizuri kama daraja ya kupokea vitu rohoni kuleta mwilini. Jamani, haleluya. Ndio pale mtu anakuambia, unaona Mungu ameniacha. Sio Mungu amekuacha, nafsi yako imepata nini? Shida. Mungu hajawahi kumwacha mtu, ila mtu atamwacha Mungu. Haleluya. Nafsi kishaharibika, maisha ya mtu yameharibika. Nafsi kishakwama, maisha ya mtu yamekwama. Hata toka roho akavuka akaja mwilini, hayatatoka mambo ya mwilini yakaenda rohoni. Ndio maana watu ambao wamepata shida kwa nafsi zao ndio wale sasa. Biblia inasema katika Warumi 1:28, anasema walikataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Kumbuka ufahamu uko ndani ya nini? Ya nafsi. Jamani, haleluya. Anasema walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu akawaacha wafuate akili zao mbaya zisizofaa. Kwa nini? Nafsi ipata shida ambayo hiyo ingetafsiri vitu kupeleka roho. Ndio maana mtu ambaye nafsi yake kiroho imepata shida, utakuta hivi, anasoma neno la Mungu kama gazeti, halileti matokeo mazuri kwake. Sio kwamba asome neno, atakwambia baba, hata usiku jana niliamka kufanya nini? Kusoma neno. Ila adui amehata nafsi yake kiroho. Kwa hiyo anasoma neno, haileti matokeo, kwa sababu kinachoweza kumeng'enyua ni nafsi. Jamani, haleluya. Ili mambo yaende rohoni, kinachomeng'enyua lile neno la Mungu lazima lipite kwenye akili, ndipo liende rohoni. Likienda rohoni, ndipo sasa likuzalie matunda. Kwa hiyo roho yako italishwa na mwili wako.
na mwili wako utalishwa na roho yako, ila lazima nafsi yako iwe nzima, iwe salama, kwa sababu yenyewe ndio imekaa hapo katikati kama daraja. Haleluya, amen. Mtu anaweza akawa hai kiroho ila akawa amekufa nafsi. Mnisikia vizuri? Na nafsi, Biblia inasema pale kwenye kitabu kile cha Mwanzo, anasema nafsi Mungu akapulizia pumzi, mtu akawa nafsi iliyo hai. Roho ya pumzi ya Mungu ilipoingia, ndipo mtu akaitwa nafsi nini? Hai. Kwa hiyo nafsi yako wewe lazima iwe na uhusiano kati ya ulimwengu wako wa roho na ulimwengu wako wa mwili. Kama kuna kitu unahitaji kuwekeza kwenye kuomba, roho mara nyingi hapati mashambulizi. Roho ya mwanadamu haipati vita. Kinachopata vita ni nafsi kwanza, ndipo nafsi inahitilafu ulimwengu wa roho. Mmenisikia vizuri? Amen. Jamani, haleluya. Ndio maana Mungu aliwaambia Adam na mkila hakika mtakufa, lakini walikula na hawajafa. Mmenielewa hapo? Amen. Haleluya. Walikula tunda na hawajafanya nini? Hawajafa. Na wakaendelea kuishi. Ila kiroho walishakuwa wamefanya nini? Wamekufa ndani ya nafsi zao. Nafsi ilishakuwa mfu. Wakati Bwana anakuja anasema, Adam uko wapi? Anasema, mzee, tulikuwa tumejificha. Tulipoisikia sauti yako tukawa tumejificha. Akawauliza, nani aliwaambia mko uchi? Kwa nini? Kilichokuwa kinasumbua rohoni ni kwamba nafsi zao zilishaharibika. Kwa sababu hiyo, wakati Mungu anaongea na wao, ili sasa wapate kuelewana na Mungu, tafsiri ilitakiwa itoke kwenye nafsi ije mwilini. Sasa nafsi ikawa imeshaharibika, wakaanza kukimbia na kujificha kwenye misitu. Jamani, haleluya, haleluya. Na Yesu alipo